macho yangu yalipomuona yeye, moyo wangu ulimpenda yeye. Nikapiga goti mbele zake Mungu, nikamuomba anibariki. Baba, fanye awe wa kwangu, Baba, nami niwe wa kwake. Nakushukuru Mungu, leo niko naye. Safari ngumu Mungu nimepita naye. Nakushukuru Mungu, leo niko naye. Safari ngumu Mungu nimepita naye. Leo ni mke na mume, tumetimiza agano lako Mungu. Zawadi ya maisha yangu ni wewe, furaha ya moyo wangu ni wewe, chaguo la moyo bado ni wewe. Mke mwema anatoka kwa Mungu. Mara kadhaa nilimuomba Mungu wangu anifanyie msaidizi wa kufanana naye, yeye tu. Leo niko naye, ni wewe tu, zawadi ya moyo wangu, yeye tu. Leo niko naye, ni wewe tu, zawadi ya moyo wangu. Nimeagizwa nikupende wewe, nikulinde wewe, nikupende wewe tu, mke wangu. Nimeagizwa nikupende wewe, nikulinde wewe, nikupende wewe tu, mke wangu. My angel, zawadi ya maisha yangu ni wewe, furaha ya moyo wangu ni wewe, chaguo la moyo bado ni wewe. Mke mwema anatoka kwa Mungu. Nakushukuru Mungu, leo niko naye. Safari ngumu Mungu nimepita naye. Nakushukuru Mungu, leo niko naye. Safari ngumu Mungu nimepita naye. Nimeagizwa nikupende wewe, nikulinde wewe, nikupende wewe tu, mke wangu. Nimeagizwa nikupende wewe, nikulinde wewe, nikupende wewe tu, mke wangu. Skyline Music. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu, akaumba vitu vyote. Tena Baba Mungu akaumba kila kitu, akaumba na wanadamu. Bado akaona sisi ni wa thamani, akamtoa mwanae sadaka, ili aje kwa maondoleo ya dhambi, mimi na wewe tukombolewe. Bado akaona sisi ni wa thamani, akamtoa mwanae sadaka, ili aje kwa maondoleo ya dhambi, mimi na wewe tukombolewe. Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie apate uzima asipotee. Mungu aliupenda ulimwengu, hata
Bwana Yesu alipokuja duniani, bado wanadamu hawakusadiki. Hadi leo hii wapo wasioamini kwamba Bwana Yesu ni mwana wa Mungu. Pia wakati ule wengi hawakuamini kuwa Yesu alikuwa mwana wake Mungu, lakini aliteswa kwa ajili yetu sisi, akasulubiwa kwa dhambi zetu wote, ili mimi na wewe tuishi kwa amani. Bwana Yesu ndiye mkombozi wetu. Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili amwamini apate uzima asipotee. Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili amwamini apate uzima asipotee. Wengine wanamuita Ebeneza, wengine wanamuita mwana wa Daudi, wengine wanamuita mwana zambi, na mimi ninamuita mkombozi. Wengine wanamuita Ebeneza, wengine wanamuita mwana wa Daudi, wengine wanamuita mwana zambi, na mimi ninamuita mkombozi. Wawili hawa walipokutana, mimi na wewe hatukuweza kuona. Walipendana na kukubaliana, kwa wazazi wa pande mbili wakatambulishana. Ndipo wazazi walipotoa baraka, ili hao wawili wawe kitu kimoja. Ndipo na Mungu alipotoa baraka, si wawili bali ni mwili mmoja. Jana ilikuwa sendo, leo ni harusi. Jana ilikuwa sendo, leo ni harusi. Tufurahie, tushangilie, tufurahie wote kwa pamoja. Tushangilie, tufurahie, tushangilie wote kwa pamoja. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Ndoa ni mpango kamili wa Mungu, na iheshimiwe na watu wote. Ndoa ni mpango kamili wa Mungu, na iheshimiwe na watu wote. Kilichounganishwa na Mungu, binadamu wasikitenganishe. Kilichounganishwa na Mungu, binadamu wasikitenganishe. Watoto wenu wataizunguka zunguka meza yenu. Watoto wenu wataizunguka zunguka meza yenu, kama vichipukizi vya mizeituni, kama vichipukizi vya mizeituni. Moyo wako umepokea.
Jamani, makofi na vigelegele. Moja kwa moja niombe niwapeleke sasa muweze kwenda kuketi ili tuweze kuendelea na ratiba yetu. Studio. Asante. Wakati huo tutamkaribisha makofi na vigelegele kwa ajili ya maharusi wetu wanapokwenda kukaa. Hata kwa kupendeza sana. Wakati maharusi wetu wamekwisha kuingia katika nyumba ya ibada, nitamkaribisha mchungaji kwa ajili ya kufungua. Wakati huo wana praise. Tunayo kila sababu kuliinua na kulitukuza jina lako kwa siku hii ya leo tena. Umekuwa mwaminifu, umetutunza tangu imeitwa asubuhi, na hata sasa ni mchana bado uko pamoja na sisi. Tumekuwa na ratiba ya ibada ya asubuhi ya ubatizo. Tunakushukuru Mungu kwa jinsi ulivyojidhihirisha. Na sasa tunaenda tena katika ibada nyingine ya kubariki ndoa za watoto wako. Liinuliwe jina lako, litukuzwe jina lako, kwa sababu siku hii uliipanga na Mungu imefika. Hivyo Baba, kwa pamoja tunasema libarikiwe jina lako kwa ajili ya ratiba zako ambazo Mungu unapozipanga hakuna mwanadamu yeyote wa kuweza kuzipangua. Na kualika Roho Mtakatifu kaendelee kutamalaki
katika ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako tangu tunaanza hata tutakapokuwa tunairisha kipindi hiki kwa siku ya leo, ukaendelea kuwa pamoja nasi. Wageni wote, wenyeji kwa wageni waalikwa, wote ninaweka mikononi mwako, na ratiba yote ya mahali hapa tunaikabidhi kwa Roho Mtakatifu. Ninakushukuru Baba kwa sababu utakuwa pamoja nasi tangu mwanzo hata mwisho. Kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilia Mungu kwa makofi. Asante. Mnaweza mkachukua nafasi zenu. Haijawa rahisi, hata maharusi haikuwa rahisi. Kama isingekuwa mkono wa Mungu, wasingeweza wao kwa akili zao, ila kwa sababu ya mkono wa Mungu leo yametendeka haya. Haleluya! Haijawa rahisi, Nina uhakika kuna mahali nafika mwaka mzima hajagusa.
Manake jimbo la Mara, tunapozungumzia jimbo la Mara tunazungumzia mkoa mzima. Makanisa ni mengi na wote wanatamani huduma yake, lakini pia kuna kucha kuna choya, siku inaisha hajafika mahali fulani. Lakini leo hii ni mara yake ya 3 kuwepo hapa tangu 2019, lakini kuna mahali pengine hajagusa kabisa. Si kwamba hawapendi, ni neema tu, Mungu ametupa neema ya wanakemange. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baba, karibu sana. Hapa ni nyumbani na hili ndio kanisa la Mungu. Kuna wengine ni wageni, na mimi tayari wameshaingia nyumbani kwa Bwana, sio wageni tena, wameshakuwa ni wenyeji. Lakini tunakukaribisha kwa ajili ya huduma. Karibu tena baba, na Mungu akubariki. Naomba tusimame, tumshangilie Mungu kwa makofi na Mungu ameshaoa. Bwana leo mna sasa nitafanya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefurahi na ningelipenda wote ambao wameoa na hawaokoa kwa njia ya Bwana wabariki ndoa. Kabisa. Hawa watawapa ushuhuda. Nimekuwa nikibariki ndoa, baadhi ya ndoa za watu wengine, na ushuhuda nilizozipata wananiambia, yani askofu, ni kama ndio sasa tumeona na mke wangu. Kila aliyenipa taarifa na kila mama aliyeniambia, aliyenipigia simu, alisema ni kama sasa ndio tunaoona na mume wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huaga kuna mkono wa Mungu umeweka kitu hapa. Usi unapenda tu kwa sababu uliona wewe kienyeji huko, alafu ukasema nisi wote tamono etabu wewe. Si kwamba Mungu hajaweka mkono. Kwa hiyo mnapobariki na ukuja kanisani, mnamuomba Mungu abariki hiyo ndoa. Mungu kweli anabariki. Na kweli anabariki mpaka ndani ya mioyo yenu pia. Na hata maisha yenu utaona, mtashangaa ninyi baadaye mtatupa ushuhuda, mtaona kuna mabadiliko makubwa. Wa mkono wa Mungu umeweka uko pale. Amina. Na aliyewahi kuingia alikuwa ni nani? Nini? Huyo. Waliochelewa ni hawa. Naomba niwape kipaumbele na wao wasimame wa kwanza. Mzee, simama na huyo mama. Huyo mama sijamjua, sijaona sura, na watu hawajamuona sura. Sijui kama umechukua mwanamke mwingine huko umemleta, hatujui. Hebu simameni ninyi wawili. Wapiga picha wako wapi? Sisi hatujamfahamu. Hebu na mimi msajili wa ndoa sijamfahamu. Hebu funua shela yake tumuone. Ana amevaa shela bwana. Jamani, mnaangalia? Fabian. Basi mkae. Nitasoma, nianze mwanzo wenu. Ninyi mlishaoana, lakini naanza mwanzo wa Mungu. Mungu mwenyewe alisema hivi katika Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 18, nitaruka mpaka 21. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye.
Baada ya hapa tunaruka mstari wa 21. Biblia inasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, mstari wa 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Haya ndiyo maneno ya Mungu. Naitwa nani? Je, Alberto au Albert au Albert? Alberto, okay? Alberto Francis, yes. Na Fabian Michael. Ndugu zangu, hawa kina mama mliopata, sio tu mekutana nao barabarani. Mungu alishafanya sayansi yake, akamaliza, akawaandalia. Francis, Fabian uliandaliwa huyo Angel au Angela, uliandaliwa Angel Jacobo, na wewe Alberto Francis uliandaliwa Helen Ernest. Kwa hiyo hawa watoto hawa Mungu hawa, msifikiri mumewaokota. Hapana, Mungu alishafanya operation kwako. Mungu alishafanya operation kwako. Kwa hiyo hapa tunasema Mungu anarudisha nyama sehemu yake na mfupa sehemu yake. Na ndio maana Alberto hapa ukiguswa, huyo mama akiguswa, hata kama huyu anayemgusa ni mwanaume giant namna gani, uko tayari kufa kwa ajili yake, si ndio? Maana ni nyama katika nyama yako na mfupa katika mfupa. Vivyo hivyo Fabian, wewe kama mtu akamgusa Angel Jacob, hata kama ni mene kiasi gani, utapigana mpaka utoe damu ya mwisho, si ndio? Kwa nini? Na kwa hivyo sio hivyo tu, huyu Angel akiona, akisikia habari kuna mwanamke anakugusa gusa, huyu Angel atabadilika mpaka sura itakuwa ya kiume. Au ni uongo jamani? Wanawake tupo au tupo? Ni kweli ni uongo? Watu unanishela hamna kitu. Akisikia kuna mwanamke amekugusa tu, anapita pita karibu na wewe, oho, urembo unaondoka sasa hivi. Vivyo hivyo wewe Albert, huyo mrembo wako huyu akisikia kuna mtu katiza mbele yako, hata salamu naweza usalimiwe, na ukakuta maisha na ni mambo yamebadilika. Yamebadilika kabisa, sura yake utafikiri sio Heleni, utafikiri mtu mwingine. Kwa nini hiyo? Ni kwa sababu Mungu alishawarudisha sehemu alikotolewa huyu. Huyu alitolewa huyu hapa, na wewe huyu alitolewa hapa. Kwa hiyo hakuna sehemu ya mwili itakayoruhusu mwili mwingine kuja kupasua mwili mwingine. Na ndio maana wanaambia ni wanaume, pendeni wake zenu. Pende mke wako, usiwe unamwacha mama na kwenda hivi. Mara naomba chumvi, naomba nani, hata nani nyanya, umeshinda kununua nyanya hata chumvi. Baya sana hiyo. Choo mpaka pala naanza kunaso. Mzee tuza mke. Na nielewa. Usije kutufanyia hapa nani vini macho hapa kanisani, halafu nyumbani wewe unakuwa kama unamkoromea huyo mama. Na wewe hivyo. Tunze huyo.
Tunze kabisa. Kumtunza mke unaanza na maneno mazuri. Sio kumfokea fokea. Si ndio? Sasa wewe uniambie, ingekuwa ni wewe ukaolewa ukaanza kuwa unafokewa, ungejisikia namna gani? Jisikia vibaya. Na wewe ungejisikia? Leo Mungu ageuze huyu anakuwa mwanaume, mume wako wewe ndio unakuwa mgani? Alafu anaanza kukufokea, wanaanza kukufokea huyu. Ungejisikia vibaya, si ndio? Hakuna mtu ambaye anapenda kuwa anafokewa. Hata kama bahati mbaya amevunja gilasi yako nzuri au kikombe chako kile kikombe cha mzee na nini, amna kitu. Yeye ni mali yako bora kuliko vikombe, kuliko kila kitu. Huyo ni mali bora kuliko nyumba zako mzee huyu, kuliko baisikeli yako, kuliko pikipiki yako, kuliko gari yako, kuliko nyumba yako. Hivyo huyo ni mali bora wewe kuliko kila kitu ulichonacho. Kaeni na wake zenu, mimi nasema kaeni kwa akili na upendo mwingi. Biblia inasema Mungu akafanya operation, alipomaliza akamtoa mwanamke, akamuumba, akamaliza akamleta kwa Adamu. Biblia inasema Adamu akasema huyu sasa ni nyama katika nyama yangu, huyu ataitwa mke wangu. From that time mpaka leo kwa kitu kimoja, Mungu anafurahi. Mungu hahitaji mtu wa tatu katikati yenu. Biblia inasema msimpe ibilisi nafasi. Msimpe. Awe wa kike au wa kiume, msimpe nafasi ibilisi. Mtu wa tatu ni ibilisi. Hakuna ndoa ya watu watatu. Ulishawahi kuona? Kuna ndoa ya watu watatu? Kwa amina ndoa ya watu watatu. Hata hao wanafanya wengine huko tu wanafoji tu. Hata wao wanajiuliza, wanasema kwa ningerudi ujanani, ningechukua mwanamke huyu moja nikae naye. Eni basi. Kwa sababu watu hawakujua neno la Mungu zamani na nini. Basi ndoa hii. Si ndio? Yaani sio salama. Angalia uone baba yetu Ibrahimu. Ibrahimu ametuletea shida mpaka leo. Alipoanza kumpa yule, baada ya kuona amekaa miaka 100. Amina. Kwa Efeso sura ya 5 mstari wa 22 nasema, hebu mtu mmoja anifungulie. Sura ya 5 mstari wa 22. Hebu nisome mchungaji wangu. Efeso 5 mstari wa 22. Efeso 5 mstari wa 22. Biblia inasema hivi. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Na tarudia. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Hapa. Kalia hapa, tulia, baadaye nitakuruhusu. Wewe nani? Ele. Zibueni masikio yenu muelewe. Biblia inasema watiini waume zenu. Watiini waume zenu menjo, hata kama wewe ni utakuwa mnene kama tembo na huyu akawa mfupi na akawa mwembamba kama sungura. Umutii. Hata kama utarefuka kama twiga, huyu akawa mfupi kama sungura, umutii. Biblia inasema watiini waume zenu. Mimi sijaandika Biblia hii. Aliandika, alimaliza akaenda juu. Hataki kuulizwa maswali. Anasema kila alichokiandika kitii, fuata. Shida yenu ninyi wanawake, ninyi Enjo pamoja na Heleni, midomo ndio inawatesa. Biblia
waulize hata hawa wanawake. Maneno kateni midomo yenu ninyi wawili. Mwanaume anasema neno moja, wewe maneno matano. No wateta kasi wateta. Ya. Nungulu. Wateta kasi wateta. Bona mangana kadun hega kulwa. Takyango roni melun. Bali bapunga sinoborong. Obroi baba kungu neminywa. Nyama usikii Kiswahili, usikii Kiingereza hicho. Magonjwa ya wanawake iko kwenye midomo. Midomo. Kata mdomo. Eleni. Kata mdomo, tulia. Ya maana hata Paulo akawaambia wanawake wa Korinto, ilikuwa ni midomo kwenda mbele kwa mbele. Akawaambia nyamazeni katika kanisa. Unyamaza maana yake kuwasikiliza waume zenu. Ale kumro ndana bekiri ko muita. Haraki barikira mkai sese. Edi sese. Watu ndahame sese hii. Ngake barikira sese. Bado ko rage tu. Aba ndana nini ndana mayo mkunga tu. Ajini ni chinya. Hata uno ni sese. Umanyiri na isabira amaboko mutebiga muita yoro tara kumanyihimura sasa kumanyiri urabarikana mukawe sese mura kumene sese turugire hana twete onenta kwagire bukimu boisese batamara kai wata taikara higake amara ndakutuna hata kusara ba utuna wi barikana mukawe sese gayikima. Ona isese batetono mondo. Kasi isese batetono isese yeti. Bas arabi nigo bo suna masisi mori. Ngata noran kaya. Ngai to bosana abuzani moran ka buita kabisa. Kaacha kabisa ule urafiki. Hata mke wake huko. Baya sana hiyo. Tunza mke. Anza kutunze kwa maneno mazuri. Tunza mke wako. Anza kwa maneno mazuri. Shauri. Hao wanahitaji ushauri wenu pia. Unahitaji ushauri wao na ninyi wao wanahitaji ushauri wenu mara mbili zaidi. Umeelewa? Unahitaji ushauri wa mke wako huyu, lakini anahitaji wa kwako mara ngapi? Mara mbili zaidi. Na wewe ni hivyo. Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza hivi, enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, kwa sababu wengine wamesababisha mpaka maombi yao hayapokelewi kwa Mungu. Yatapokeleaje maombi yako Alberto? Eto najidai unaomba Mungu wakati wewe umetoka kumfoka mke wako hata usiku umelala huko hivi. Na Mungu gani atasikiliza Mungu? Wengine mlishaachana mna vitanda viwili. Hata sasa yawezekana mnakuja kutudanganya hapa. Yawezekana mna vitanda viwili ndani ya nyumba, kila mtu ana kitanda chake. Akilala alale rwake. Kila mtu na blanketi yake, kila moja huku. Na leo mafundi hao nao wanatengeneza vitanda vya 6x6. Hiyo ni mbaya sana. Mimi sipendi 6x6. Ndakutunu ni
Baya sana, hii imesababisha sana ndoa nyingi kuvunjika. Yaani siku 3 watu hapa hivi hawasogeni hata wagusani. Najua mkigusana kuna kitu. Kuna angalau kidogo kila mmoja kuanza kufikiri kumrudia mwenzake au ni wao. Mimi sipendi kabisa hii stuff, sipendi kabisa. Pamoja na mimi mchango ni mnene kuliko mimi, lakini amebana tufanye 5 kwa 6 angalau kidogo. Mambo yako vizuri, lakini sisi tuko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ninyi vijana mna shida. Mna shida. Kitu kidogo unasogea kwenda kule. Kitu kidogo unasogea kwenda. Nini unafanya? Akili ya kitoto hiyo. Baba mwanaume mzima umeoa, unamfanya mke wako kana kwamba mnalingana akili. Mnawafanya sasa wewe sasa nani anamuongoza mwingine? Nani yuko chini ya mwingine kumsaidia? Yeye mmepishana, mama naye anasogea kula analia za kwake. Baada ya kuliwewe mbembeleze, lakini msimu anapishana. Unapishana ya nini? Alberto, shida gani kwa hapa? Kwani nazabisha mtoto analia machozi. Nini kimefanyika? Chana na hiyo bwana. Wewe mtu mzima, wewe baba. Nini wewe bado huyo mtoto shida mpaka anakaa nini? Kwa nini? Wewe ni Mungu, wewe umekuwa Mungu mtu. Wewe ukosei. Sasa kwa nini huyu akikosea kidogo unamkamata koo, unamkaba, una nini? Wewe unafanya mpaka mtoto watu anakoswa raha, anashindwa kula chakula. Akisikia sauti yako pale, hata kama alikuwa anakula utumbo wote unakatika, hata anatamani kwenda kuharisha. Naona wanawake wengi wanafika, wanashinda hata wakati mwingine kuendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu akisikia sauti ya mwanaume tu, hata kama alikuwa anakula, hapo ya chakula inaisha. Yaani hata vitoto vingine vinakimbia sasa, kila mmoja ni kutafutana, maana yake simba ameingia. Kinaonekana hii ni nini? Hana msiendeshe familia zenu. Najua kuna aina 3 za familia. Aina ya kwanza ni kama pango la simba. Pale kwenye pango la simba anayeunguruma ni huyu. Ni simba, si ndio? Ni dume. Usifanye familia yako kwa hivi. Familia ya pili ni kama kilabu ya pombe. Ukiingia nyumbani, makreti ya bia, harufu ya pombe ziko pale. Zile harufu nazo zikute kwenye baa ziko nyumbani. Hapana. Sifanye nyumba yako kama kilabu ya pombe. Sifanye nyumba yako kama kwenye eneo la simba. Wanaitwaje? Chaka la simba au pango. Sifanye familia kama pango la simba. Yaani ukiingia kila mtu ni kama ni vitoto vinakimbia. Uwe baba mzuri. Unanielewa wewe Fabian? Uwe baba mzuri. Ukiingia hata vitoto vinaenda kuamshana. Njoo tusaidie baba amekuja. Unasikia ndio? Furaha, nyumba yote inafurahi kwa sababu baba mzuri ameingia nyumbani. Mama anafurahi, watoto wanafurahi, hata kile kadogo anakwenda kuamshwa, anakuja anaenda kusingizi hivyo, unampaka hata unamweka hapa, katoto kanalala anajisikia yuko kwenye mikono milaini ya baba. Mke wako kila anakula anafurahi. Umkuta anakula, umkuta hajala, umkuta ameshamaliza, hakuna shida. Haya, namaliza. Enyi wake watiini waume zenu. Hebu malizia, endelea kusoma msana. 23. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mume ni kichwa. Niangalieni nye mabini. Ni kichwa. Yuko juu siku zote.
Leo mnajidanganya mnasema watu wote sawa. Waache wajinga waendelee na usawa huu. Lakini si wewe kupeleka nyumba yako kwamba mimi na mama yangu sawa, mko sawa na watoto wa Mungu sawa, lakini ndio mume ni kitu cha Mungu mwenyewe. Kwani mimi ndio niandika Biblia? Ninaandika Biblia. Mpe nafasi mume wako asikie kwamba yuko kwake. Mpe nafasi mume wako asikie kwamba yuko kwake. Mpe, nyenyekea chini yake, nyenyekea chini yake. Nasikia ile nyenyekea chini. Endelea baba. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Mungu anapanga mambo. Waanzia Mungu Baba iko juu, Mungu Mwana iko chini, Mungu kanisa liko chini ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Na baba iko chini na mama iko chini ya baba. Mungu alishapanga ngazi. Isivunje ngazi hizo. Endelea mzee. Naye ni mwokozi wa mwili. Huyo Yesu ni mwokozi wa mwili, lakini mume wako wewe Heleni, mume wako huyu ndiye mpiganaji mkubwa katika maisha yako. Nimeona wanawake wengi wamefiwa na waume zao. Yaani baada ya muda mfupi wanaanza kupewa majina ya malaya, sijui nani. Ni hatari sana. Mlinde sana mume wako Helen. Mlinde mume wako sana Angel. Linde sana. Linde. Yesu ni mwokozi wa mwili wetu na roho zetu. Wewe huyu ni mlezi wako na mwokozi wako pia. Kwa mambo mengine madogo ya dunia. Endelea. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo. Kama vile kanisa limtiivyo Kristo, wewe Heleni, mtime wako na wewe. Vivyo hivyo wake nao watii wake zao. Watii waume zao. Vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao. Tiini waume zenu wewe Angel. Katika kila jambo. Tii mume wako kila jambo. Kila jambo lilo jema. Sio kwamba kianguka dhambini akikwambia twende tukanywe pombe unaenda, hapana. Kwa kila jambo lililo jema la kimwili. Na mtindo saidie. Mambo mengine tunapotakosea ni mwanadamu na mwelekezo unamsaidia tu kwa unyenyekevu na kwa ushindi. Na kwa utulivu. Kwa hiyo wasaidie, nyenyekeni chini ya waume zenu. Mama yako yuko. Mama ya huyo ya Helen yuko. Hebu fanye. Mama Helen yuko. Mama Helen yuko. Ni wewe mama. Unaona huyo mama. Amemlea baba yako mpaka umezaliwa. Mungu akubariki. Amen. Mama yako yuko hapa. Yuko. Mama yake nje yuko. Fanya hivi mkono niko. Ni wewe? Mbona mnalingana sasa? Wewe umejipachika. Mamdogo. Bana Yesu. Mama yako alimlea baba yako sana. Alafu mniangalie ni mabinti. Hao wanaume hao, hata sisi hata hao. Siona unavaa masuti hapo. Ndio kitano hivi. Kama bana. Au ni wakore yichaire. Timu kungu. Ni wakotandike kitanda ichoti. Timu kungu mwakuri chingibo. Mwakwaya maji ofisa bura. Hapo taikala. Ola chimono ngako.
sisi ni kama watoto wenu, mtulee, waongoze hao, mwasaidie hao vijana sawa sawa. Angekuwa mke wangu hapa, hata sasa nimeacha na nifulie nguo zangu, amekaa tu anafua, ingawa anauma. Kabla aache hizo nasema hapana, ngoja nifulie. Unaona? Hawa ni kama watoto mama yako na baba yako. Aiba. Waisa. Mama. Sasa. Kumbe. Sasa wewe, pamoja. Yawa. Ma. Kumbe ndio maana ulifukuzwa na wale wazee. Maana ulikuwa umekuwa tabu. Utatandikiwa kitanda na yule mama mpaka ana mume wake. Umeshakuwa mkubwa, anasema hata bwana. Toka kwangu. Ndio maana nimekuja kumtafuta. Mama, hawa hawezi wakaishi wenyewe. Amefukuzwa na mama, anakuja kutafuta mama mwingine. Ndio amekupata. Sasa umulee wewe. Hawa ni kama watoto miaka yote. Tunatandikiwa kitanda tukiwa watoto wadogo mpaka tunazeeka. Tunapangwa mezani tukiwa watoto wadogo mpaka tunazeeka. Tunafuliwa nguo tukiwa watoto wadogo mpaka tunazeeka. Tunahudumiwa chakula bado kwa watoto wadogo mpaka tunazeeka. Utachoka. Kama unachoka utuambie tu basi. Unachoka? Amesema hatachoka. Analinda. Umesikia nilichosema? Huyu naye alifukuzwa kwao. Usione hapa. Mama yake alishachoka. Mama yuko hapa. Bado unataka kutandikia kitanda? Umpange chakula huyu. Umfulie nguo huyu. Ndio maana umemfukuza. Sasa baada ya kumfukuza, amekuja kutafuta mwingine. Nasema hivi, wewe umtunze, msaidie huyu. Mambo ndio hata kunyosha nguo zake. Ukiwa mzembe, ukiwa mbivu, shauri yako. Atakuwa anatembea nguo zinajichora mgongoni. Nguo ya tangu juzi anavaa mpaka kiangalia hapa kwa peusi. Funza mume wako wewe. Muhudumie. Hawa ni kama ni watoto wakubwa hawa. Unasikia Enes? Hawa ni watoto wakubwa wanaotunza. Bwana Yesu asifiwe. Sura 25 Biblia inasema hivi. Enyi wanaume, wapendeni wake zenu. Yaani sikiliza mzee. Kama Kristo naye alivyopenda kanisa. Kama mzee wangu. Sikiliza. Huyu akila nyama ya ulimi. Unasikia nyama? Nyama ya ulimi. Usiende buchani ukanunua nyama za ulimi. Nyama za ulimi ni maneno yenu mazuri. Unanisikia mzee? Hao watang'aa mpaka utawashangaa. Hawa hawataki maneno magumu hawa. Hawataki maneno magumu. Usiwapelekee maneno yenu magumu ya kianaume. Unatoka pale wanaume wenzako wamekuvuruga na nini, unakuja kuleta hasira kwa mtoto wa watu. Wewe kama unajua umevuruga, wewe nenda kwanza ukatembea huko hasira iishe, ndio uje unamwita mke wangu mrembo uko wapi? Natamani nikuone. Sasa nakimbia huyo wewe unampiga na busu. Wewe ulishapiga busu wewe. Yaani nini? Leo mimi hata ni wakati nimewaambia kufunueni hamkuwapiga busu. Ina maana yani kwa kweli mnatuaibishaga. Sio ni aibu. Sasa jamaa huyu anajikakamua na koma baba sababu mzee Waisaka yuko. Waisaka na wake mra. Anajua kupiga busu yule mama. Wewe usifikiri hivyo. Wewe kwa shauri yako.
Utafikiri ni mwanajeshi na mwanajeshi mwingine anamvalisha yeye. Wewe kuna mwogopa mama? Yeye naye na wake huko. Baba yako. Oho. Piga mke wako bwana. Usiangane bila kupiga msuni kake. Bana taendelea kukumbuka ile msuni. Paka nitakaporudi. Kirudi tena naongeza la pili. Hivyo. Unaniwewe Bwana Yesu asifiwe sana. Penda mke wako, furahia. Maana ndio huyo ndio naye. Mfurahishe, asikie yuko nyumbani. Asikie ni malikia. Mwana anaingia anafika tu na mzigo na pale mezani, anakimbia kuingia chumbani kwenda. Nini maana yake? Nite malikia atoke. Akimbia chukua mzigo amehaja kuona, na ninyi mkimwona mume wako anakukimbia, nenda mpokee. Piga busata kule alafu ondoke na hiyo, shika hiyo na hiyo. Yaani Waafrika kwa kweli wanatakiwa viboko kwa mwingine. Maana ukisema hivi wanaona aibu, sasa hao wanaona aibu hapa. Ulienda. Kama ninyi msifanye hayo tunawaambia. Mambo mengine haya yanajenga upendo. Hatufanyi kufurahisha au hatusemi kufurahisha. Yanajenga upendo. Unaelewa? Siku utakapofika nyumbani akaona mama ukumbusu, atajiuliza leo mume wangu kuna shida. Utashangaa. Michael, utaendelea kumpenda huyo mwanamke kama ambavyo ulishakwisha mpenda na mkaoana. Aendelee kwa mke wako wa kumuoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Kama ni ndio, sema ndio. Ndio. Hakuna maji jamani, ninakuuliza Fabian Michael, wapenda kuendelea kuwa na huyo mwanamke kama ambavyo mmesha kuwa naye pamoja kwa muda mrefu? Aendelee kuwa mke wako kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa? Kama ni ndio, sema ndio. Kama hapana, sema hapana. Ndio. Anasema ataendelea. Fabian, utaendelea kumpenda na kumheshimu kama ambavyo ulivyofanya ulivyofanya kwake, na utamlinda na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na wengine wote utaendelea kuepuka na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi yote wawili. Kama utaendelea kufanya hivyo, sema ndivyo nitakavyoendelea kufanya au hapa. Ndivyo nitakavyoendelea kufanya. Jamani, makofi. Wewe Angel Jacobo, bado unaendelea kumpenda kuwa naye na huyo mwanamume? Aendelee kwa mume wako kama ambavyo ameshakuwa muda mrefu, ili mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mwenyezi Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Kama ni ndio, utasema ndio. Kama unaona umekataa, sema nimekataa. Ndio. Kwa hiyo Angel, utaendelea kumpenda na kumheshimu na kumtii kama ambavyo unafanya kila siku katika hali ya ugonjwa na uzima, na wengine wote utaendelea kuepuka kama ambavyo umekuwa ukifanya hivyo, na kuwa naye siku zote katika maisha yenu mtakazoishi yote wawili duniani.
Kama ni ndio, Angel, utaendelea hivyo. Sema ni ndio, nitaendelea vile vile. Ndio, nitaendelea vile vile. Amina. Mpe Michael. Ngoja nione ushahidi wa vitu hivi ambao maneno haya wanayozungumza lazima yasindikizwe na nini? Sema Angel Jacobo. Mimi Angel Jacobo. Ninakuvisha hiyo pete wewe Ninakuvisha pete hii wewe Fabian Michael. Kama alama ya upendo tunaopendana. Kama alama ya upendo tunaopendana. Kama tulivyokwisha kuona na wewe. Kama tulivyokwisha kuona na wewe. Uendelee kuwa mume wangu wa halali. Uendelee kuwa mume wangu halali. Nitaendelea kuwa nawe siku zote. Nitaendelea kuwa nawe siku zote. Katika hali njema ama mbaya. Katika hali njema ama mbaya. Katika umasikini ama utajiri. Katika umasikini ama utajiri. Katika ugonjwa na uzima. Katika ugonjwa na uzima. Nitaendelea kukupenda na kukulinda. Nitaendelea kukupenda na kukulinda. Siku zote tutakazoishi wote wawili. Siku zote tutakazoishi wote wawili. Kwa hivyo nakupa leo nadhiri yangu. Kwa hiyo nakupa leo nadhiri yangu. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Amina. Makofi na vigelegele. Fabian Michael. Ninakukabidhi pete ya upendo kati yangu na wewe. Ninakukabidhi pete ya upendo kati yangu mimi na wewe. Ewe Angel Jacobo. Ewe Angel Jacobo. Uendelee kuwa mke wangu wa kukuoa. Uendelee kuwa mke wangu wa kukuoa. Kama tulivyokwisha unganika muda mrefu. Kama tulivyokwisha unganika muda mrefu. Hivyo nitakuwa pamoja nawe siku zote. Hivyo nitakuwa pamoja nawe siku zote. Katika hali njema ama mbaya. Katika hali njema ama mbaya. Katika umasikini na ama utajiri. Katika umaskini ama utajiri. Katika ugonjwa na uzima. Katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda Angel. Nitakupenda Angel. Na kukulinda siku zote. Na kukulinda siku zote. Tutakazoishi sote wawili. Tutakazoishi sote wawili. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na Mwana. Na la Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Amina. Leo ni furaha. Shangwe na furaha. Wewe busu mwanamke mzee. Wacha tufurahi. Yangu sasa. Mungu akubariki mke wangu. Mungu akubariki mke wangu. Amina. Ningependa nione leo za upendo ulishaisha. Leo nionyeshe tuone hapa. Pamoja na kwamba ulishaoana, nani anaweza kushia bali wapi? Njoo leo. Funga ndoa. Nitaweka baraka jinsi mnavyomwonyesha Mungu mikono yenu, na Mungu alishawaunganisha. Mimi nitatamka, tunabariki ndoa zenu mbele za Mwenyezi Mungu,
na Mungu anaithibitisha sasa ndoa hizi, ndoa ya Alberto Francis pamoja na Helen Ernest. Bwana amethibitisha ndoa hii, na ndoa ya Fabian Michael pamoja na Angel Jacob. Bwana amethibitisha ndoa hizo. Kwa hiyo alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Shusha mkono yenu. Amen. Kwa Alberto pamoja na Helen iwe ni alama ya upendo wa kudumu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Bwana Yesu, tubariki ndoa hii ya Alberto na Helen katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu. Tangu sasa Bwana Yesu awabariki, aibariki ndoa yenu na awabariki ninyi wenyewe katika jina la Yesu. Na awabariki watoto, awabariki mali, awabariki majumba, awabariki kila kitu kinachohitajika katika maisha yenu, ili mwendelee kuwa mahali salama na kuishi kwa kumtumikia Bwana, na Bwana wape karama za rohoni na mwilini katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ukiwatendee Bwana, watendee sawasawa na haya ambayo tunasema katika jina lako Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya Fabian pamoja na Angel katika jina lako Yesu. Wabariki wao hao katika jina la Yesu. Hakikisha wabariki watoto wao, bariki uzao, bariki maisha yao kwa jina la Yesu. Bariki mali, wape mali kwa jina la Yesu. Bariki Mungu majumba, bariki magari, bariki kila kitu kinachohitajika katika maisha yao ili wakutumikie. Bariki karama za rohoni na huduma za kiroho katika jina la Yesu. Watunze, walinde na kuwabariki wote katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu awabariki. Mama juu, amen. Mwina mke wako mwinoe, amina. Meshamuka. Amina. Wewe ni Mungu tendaye miujiza na ishara na maajabu. Asante kwa sababu umebariki ndoa hii ya Alberto Francis pamoja na Fabian Michael. Umewatendea sawasawa na haki yako na kuwainua Baba. Wake zao wabariki, wape uzao katika jina la Yesu. Vijana hao wape mali katika jina la Yesu, wape magari, wape majumba. Kila mmoja asikie furaha katika nyumba yake na katika ndoa yake. Watunze katika kichwa chako, wasirudi nyuma tena wakarudia dhambi, bali washike waendelee na wokovu wa Yesu Kristo katika jina lako Yesu Kristo na hai. Tenda miujiza na maajabu kwa ajili yao. Wabarikie kwa baraka zote za kiroho na za kimwili. Wape huduma za kiroho, wape karama za rohoni pia katika jina lako Yesu Mwokozi. Tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Baada ya hapa wazazi kama mnashika watoto wenu pia makofi kwa Mungu awabariki sana. Usiniache, Yeah.
Nimefanya mtoto wangu kwa mke wangu ndio kijana wa kwanza. Kitu na wasii wao wameshakaa muda mrefu na wana watoto wakubwa, kwa hiyo wazingatie maneno ya mchungaji aliyowaambia. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, wazingatie kanisa. Wao wanakwenda kusali, ni watu wana akili zao timamu, na kwa hiyo sina wasiwasi nao, sina mengi ya kusema. Asante, makofi kwa baba tayari. Makofi na vigelegele kwa ajili ya wazazi. Waangalizi rasmi. Upande wa kushoto na kulia mnaweza mkasimama. Maharusi wangu simameni wote. Asante Baba, maana umekuwa mwema toka ilipoanza asubuhi, tumeona mkono wako. Hata sasa tunapoendea Baba, kama tunapoendea shughuli hii, tunapoingia kwenye kukata keki, tunahitaji ujasiri wako Bwana, kutie nguvu tuweze kufanikisha. Tunakataa kila kinachozuia nguvu zinaweza kuinuka katika jina la Yesu Kristo, tunakemea na kufunga. Tumeomba tukiamini, nasikia tutapenda. Amina. Bwana, siku ukienda nyumbani kama una njaa njoo usimwambie aume chakula kama una njaa. Ana kiomba anataka wewe. Kitu 1 2 3 pole pole. Kata namna hiyo. Jamani, makofi kwa vigelegele kwa ajili ya wako kwenye bega mume wako, alafu muangalie kwa mbali kama hutaki, kumbe unataka. Alafu kabla ya hapo, naomba sogeza mkono wako kwenye kifua cha Maisha, angalia, je, pressure inapanda au inashuka? Alafu mwambie I love you kabla hujamlisha, mwambie basi, mnong'oneze na wao. Makofi na vigelegele jamani kwa ajili yake. Basi studio kamata, basi moja kwa moja studio. Kuna watu wamekuja hapa ni wa Mbeya. Naomba kabla hatumjalishana, naomba kila mmoja afumbe macho ili niweze kuwaruhusu maharusi wetu aweze kulishana keki. 1 2 3, fumba macho tafadhali. Twende kazi studio. 1 2 3, mlishe. Maisha jamani. Maisha. Wow, vigelegele jamani. Wazazi jamani na wageni
pande zote, yani baba na mama. Hiyo, asante. Karibu. Safi sana namna hiyo. Basi. Sio kamata. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hai hoi. Basi napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa sababu hapa tulipo tunaona maharusi wetu walipopendeza, ni watoto wetu. Kwa kweli wametupa heshima kubwa sana ndani ya kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Basi kufuatana na heshima hii ambayo wametupa ndani ya kanisa, sisi tukiwa wazazi, kwa hiyo tumeamua kuwazawadia diveti kila moja yenye thamani $60. Bwana Yesu apewe sifa. Ndani ya kanisa tuna chama cha wamama ambaye ni UWW, Umoja wa Wanawake Watumishi. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe sana. Wamama jipigie makofi, mmeupiga Mungu. Jamani, vigelegele kwa kanisa. Mambo mazuri yanaendelea ukumbini. Ni kijana, ni kama kaka yangu, tumekuwa naye kule Kigoma, alikuwa ni kama jirani. Tumekuwa naye vizuri pale na nimefurahi pia tumefika mkoa wa Mara tena tukaonana. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na mama pia nimefurahi. Mama simama. Haleluya. Nimefurahi kumuona. Ni jirani na mama yangu kule. Mama akikosa chumvi anaenda na pia yeye akikosa chumvi anaenda kwa mama. Mungu awabariki kaka. Asante sana sisi tunashukuru.
kutukuza. Tazama ni wakati mwingine tena tunapoenda kutumia chakula kilichoandaliwa, tunapoenda kukitumia Bwana kwa kiponye, kikoe baraka juu ya miili yetu katika jina la Yesu. Na mama mchungaji nafanya Yes. Asante. Praise wimbo wote. Hawapo. Praise wimbo wote. Hawapo. Asante studio. Na baada ya hapo kuweza kubariki ndoa. Niseme hawa wameendelea kufungua mlango. Tumshangilie Mungu kwa ajili ya hilo. Kanisa leo zilikuwa mambo kama haya tulioalikwa. Tunasema Mungu awabariki kwa jinsi mliokuja kujumuika pamoja na sisi. Lakini pia nichukue nafasi kuwashukuru maharusi wote, familia zote mbili. Niseme Mungu wa mbinguni awabariki. Mmeanza mwanzo mwingine mpya. Mungu awabariki. Sitakuwa na mambo mengi. Kwa niaba ya kanisa nishukuru uongozi wa mtaa ambao ni mmoja wapo baba wa familia. Baba, Mungu akubariki. Tumekuwa bega na kwa bega kwa habari ya huduma ya kiroho, lakini pia wameendelea kutuhudumia kimwili. Niseme karibu sana. Uongozi vile nimshukuru Mungu kwa ajili ya rafiki yangu mwenyekiti wa mtaa. Amekuwa rafiki yangu muda mrefu, tumefahamiana na naona Mungu anaendelea kutuweka pamoja. Asante sana ndugu yangu, pamoja na mzee au sijui ametoka basi nimshukuru pia na yeye kwa ajili ya kuunga mkono. Unajua wazee wakiwepo katikati ya jamii namna hii inakuwa ni baraka, lakini ni washukuru wazazi wake pamoja wazazi wake na familia, na amekuwa baraka ndani ya kanisa. Lakini vile vile ndugu yangu, asante kwa kutuzalia Beto, na sasa amekuwa kiungo pia kanisani na mke wake. Mungu akubariki sana sana sana. Wote wazazi wote, jamaa zako waliokuja na wewe mzee Michael, jamaa zako waliofika hapa wote ni washukuru kwa sababu mmekuwa